watu wanaamini mibaraka ya uchumi iko mjini, na huyo naye ni Mkristo anayesoma Biblia. Na Mungu anasema mibaraka iko mjini, na iko wapi pia? Iko mashambani. Kama iko mjini, iko pia mashambani, iko vijijini pia. Kwa hiyo ameeleza tu ni kazi za mikono, ni maarifa ya hiyo kazi unayoifanya. Ufanye kwa bidii, uache maisha ya nasa. Amezungumza acha uvivu. Na ametoa mpaka kwa watu wapagani na watu mbalimbali. Halafu mtu anasema nataka nikuombee ili biashara yako ipanuke. Ulikuwa ni retail, sasa itakuwa ni wholesale. Ilikuwa sio namna hii, itakuwa vile. Mazingaombwe. Mazingaombwe. Na kwa bahati mbaya it is creeping in this church. We have gospel ministers who are coping. Sasa wamejifanya ndio vidume wa kubariki watu wapate fedha. Unless we repent. Hatuna kitu hicho kwenye Biblia. Na mimi nitazungumza mambo haya mpaka Yesu anakuja ama ninazima. Wewe kuwatapeli watu kwamba nitakuombea upate hela. Kwa Mungu wa Israeli, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Isaka, kwa Yesu Kristo ambaye ni Masihi. Lazima utufundishe Wabudha wanapata kwa Mungu yupi. Lazima utueleweshe Waislamu wao wanapata kwa Yesu yupi. Bring the answer. If Christians got that wealth from Jesus, then those who are not worshiping Jesus Christ, they are not paying homage to him, where do they get money? Otherwise you are fooling people, deceiving the people, deceiving the church. Sio sara zako. Na wala sitakwambia ukiwa mwaminifu utapata hela, takudanganya. Paka leo tuna watu ndani ya kanisa hii wana hela na sio waaminifu wa matoleo. Usijidanganye. Na unajikunja kutoa ili upate utajiri. Unapoteza muda. Am I confusing you? Utasema pastor mnatuchanganya. Lazima tukuchanganye mpaka uchanganyike. Sababu ipo hiyo formula. Mungu anajua. Ndiye aliyesema maneno haya. Akamwambia Yesu, akatamka mwenyewe, iweni kama Baba yenu wa mbinguni, waangazia jua wema na waovu, wanyeshea mvua wenye haki na wasio na haki. Hiyo ni Mathayo 5:45. Kama Mungu analeta jua kwa waovu, analeta mvua kwa waovu na waombi na wanamtukana, na unajua without photosynthesis there is no food. If there is no water there is no osmosis. Kama hakuna maji, vitubisho havikwei kwenye mmea. Na unaona hali ya hewa ilivyo kwa sababu Tanzania watu wamelima kwa sababu hakuna mvua, mimea inanyauka. Lakini hata kama kutakuwepo na mvua na hakuna jua, hakuna chochote. Kwa hiyo Yesu aliposema Baba yenu wa mbinguni analeta jua kwa waovu na wema, analeta mvua kwa wenye haki na wasio na haki, which means they are take care the last of everyone, knowing him or not knowing him. Halafu leo tunaifanya nyumba ya Sara kuwa siku ya kujaza mifuko na hela, mikate kwenye makabati. What? Wewe usisome halafu upate A. Tuje tukuombee eti Mungu mniombee, mimi najitoa kwa kazi ya Bwana, naendaga nyumba kwa nyumba. Utazungusha. Hakuna. Wala usije akasema mimi ni kiongozi wa tukasa, muda mwingi nafanya hivi, kwa hiyo Bwana ndio wale wanaoomba Bwana naenda kwa kazi yako. Sasa simama kwa kazi yangu. Mna exchange na Mungu. Heti nimejitoa, sasa baki na kazi yangu. Tapia muro tu. Na kwa sababu ya manifituko kama hivyo watu wamehubiriwa, wakaamini ukiwa mwaminifu hasa na sadaka, lazima utapata utapata kazi, utapata cheo, utapanda, uchumi utaenda vizuri, na unajikunja miaka hadi miaka na upandi na hakuna chochote. Utaolewa, na wanaolewa ni wale walioshusha injini. Zilikuwaga Land Cruiser, siku hizo wana Suzuki. Bodi tu ndio imebaki. Sasa ikiwa wote hao na wanaolewa na wajua kwamba sio waaminifu, lakini ndio wanaolewa, wanavaa shera. Halafu unamwambia ukiwa mwaminifu lazima utaolewa. Aya ipi? Ya kwenye Biblia ipi?
Yeye amesema uwe mwaminifu mpaka uolewe. Uwe mwaminifu hata kwa hiyo kama ni swala la kuolewa 2030 ikifika, unatumia ile kauli ya Mheshimiwa Jakaya, akili za kuambiwa